Hapa tunaendelea na voice ya 4. Tunaendelea na voice ya 4. Hii voice ya 4 tunaenda kujifunza ya kwamba Yesu ni Mungu. Tuko katika somo letu linasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Hakuna Mungu mwingine. Tunaposoma Yohana Injili inazungumza ya kwamba Yesu ndiye mambo yote. Some Yohana Injili. Yohana 14 na mstari wa 26 nasema hivi: lakini huyu msaidizi, huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amini nawaambieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Hapa neno la Mungu linazungumza. Neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu mwenyewe alikuwa anaambia wanafunzi ya kwamba atawasukumia Roho Mtakatifu, na kama Roho Mtakatifu atashuka kutoka mbinguni, anasema ya kwamba Baba atawatumia Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amini nawaambieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Anasema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Kristo anasema ya kwamba yeye atatuma Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu anasema ya kwamba atakapokuja, huyu ndiye atawafundisha mambo yote. Atawafundisha mambo yote, sio mambo kipande. Na ndio maana uliona wanafunzi wa Yesu, hili neno ambalo linavuruga watu wengi, watumishi wa miaka na miaka, neno hili limewavuruga kutokulielewa, wakashindwa kuelewa. Hata maandiko wako na pepla maandiko, wako wanaangalia maandiko na enda huku na huku, lakini hawaelewi. Hapa ndio maana wanafunzi wa Yesu walielewa, kwa sababu wakati alipowaambia kwamba mimi naenda mbinguni, na kama mimi naenda mbinguni nitawatumia msaidizi, na huyu msaidizi ndiye atakayewafundisha mambo yote, na mambo yote aenda kuwafundisha. Basi kwa hiyo, na yale ambayo sikuwaambia yeye atawakumbusha. Ndio maana wakaelewa neno Yesu aliwaambia kwamba wabatize katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walibatiza katika jina la Yesu Kristo. Walielewa maandiko. Sio kama hivi watu wanaingia tu kufundisha, mtu anapata tu Biblia kwa sababu anaitwa mtumishi fulani, anaitwa pastori, anaitwa bishop, anaitwa nani, anajua kwamba tayari amekwisha kuelewa maandiko. Kumbe bongo kabisa, hajaelewa maandiko matakatifu. Lakini ni vizuri kuelewa maandiko matakatifu. Ni vizuri wewe kama vile mtumishi wa Mungu kuelewa. Na kinatuma watu hawaelewi haya maandiko. Kristo amesema kwa sababu wangali wanampinga ya kwamba sio Mungu. Wangali wanasema ya kwamba Kristo sio Mungu, ni mwana wa Mungu. Kristo yeye ni nabii. Kristo yeye ni mtume. Ndiyo maana hawajajua kabisa ya kwamba Kristo ndiye Mungu mzima. Lakini wakati utajua kwamba Kristo ndiye Mungu mzima, utaelewa yale aliyowaambia wanafunzi. Wengi wanafanya confusio kabisa. Confusio, wengi wanafanya confusio.
kwa sababu hawajajua ya kwamba Yesu ndiye Mungu. Lakini kama ungeelewa maandiko, ile konfuzio uko nayo ingetoka. Konfuzio ambayo uko nayo ingeondoka kabisa. Tusome maandiko matakatifu. Tusome maandiko matakatifu. Biblia yenyewe itajifunua. Tunasoma Tito. Tusome Tito. Tito 2. Tito 2 na mstari wake wa 13 hadi 14. Tito 2:13. Tito 2:13 hadi 14 nasema hivi: tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tito anahakikisha, nasema ya kwamba huyu Kristo Yesu ndiye Mungu mkuu. Anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka, ya kwamba tukimtumainia Kristo Yesu tunatumainia neno la maana, tunatumainia jina lenye nguvu, tunatumainia jina lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu. Sisi tujue ya kwamba tukitumainia huyu Yesu Kristo tunamtumainia Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Huyu Mungu mkuu alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wala walio na juhudi katika matendo mema. Amen. Huyu Mungu mkuu ametoa nafsi yake mwenyewe ili apate kutukomboa. Ndio maana nakwambia kwamba huyu Kristo Yesu ndiye Mungu mkuu. Usiwe na mashaka tena ya kwamba kuna Mungu mwingine ambaye ungali unachunga. Huyu Kristo Yesu ndiye Mungu mkuu. Tukisoma Injili ya Yohana sura yake ya 14. Injili ya Yohana 14 mstari wa 7. Injili ya Yohana 14. Injili ya Yohana 14 mstari wake wa 7 inasema hivi. Tutaisha kwa mstari wa 9. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba yangu. Sasa mnamjua tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Amen. Sasa Yesu hapa anajitambulisha mbele ya wamitume, akijitambulisha ya kwamba yeye ni Mungu. Hapa anajitambulisha ya kwamba yeye ni Baba, na ndio maana nakwambia kwamba wewe ambaye unashikilia majina matatu ambayo yale majina matatu ambayo hayana maana zaidi kuondoa dhambi, lakini jina ambalo unaweza kushikilia ni jina la Yesu Kristo. Hapa nasema ya kwamba Mungu anasema wazi sana. Filipo alikuwa na mashaka. Filipo alitembea na Yesu
walikuwa pamoja na Yesu, lakini alikuwa bado hawajamjua Yesu. Na watu wengi kwa sasa nao wako, lakini hawajamjua Yesu, ya kuwa Yesu ndiye Mungu. Wanakuwa pale wakiwazia kwamba Yesu siye Mungu, wanawazia kwamba Yesu tu ni mtume wala nabii. Sasa hapa maandiko inahakikishia kwamba Yesu Kristo yeye ni Mungu. Yeye tunasema kwamba yeye ni Mungu mkuu, Mungu mkuu. Kumbe kwa hiyo, ndugu yangu, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada yangu, wewe unasikiliza maneno haya, hata maneno ya kusaidie na kuinua kutoka kwenye level ya chini na kupata kwenye level ya juu. Mungu akubariki sana kwa neno hili, lifanye kazi moyoni mwako. Amen.